Hapana, ataniona mwepesi sana bana. Ngoja nimpigie Tolu. Anakutana na taarifa za kushtusha. Akaona sio kweli, ngoja ampigie Ifi. Kupiga simu haziokotwi. Ikabidi amwachie ujumbe wa sauti. Ifi, nimekutumia picha hapo. Rafiki yako kavikwa pete lakini hajaniambia. Unaona sasa? Unaona? Nawe nakupigia upokee wakati nataka kukuambia vitu vya maana. Nipigie ukiupata ujumbe. Nipigie ukiupata ujumbe. Sasa kuna siku Rolly akaja kuleta documents za nyumba kwa Collins. Ile kugonga mlango akatoka Ifi. Gang. Hapo Collins na akatokea. Rolly ilimuuma vibaya mno. Ila akakabidhi tu kilichomleta. Collins akamwambia Ifi kwamba nakupa dakika 10 tu urudi ndani. Akamuwasha busu kisha akarudi ndani. Rolly hakutaka hata kuelezewa, akaondoka kwa hasira. Kesho yake shangazi yake Rolly akaja hapa nyumbani. Rolly akamuelezea kila kitu kwamba Ifi kamuibia bwana wake. Anti akamwambia wewe ndo mwenye makosa. Kosa pekee alilofanya huyo binti ni kutokukwambia tu. Na hiyo sio kosa kwa sababu ulisema humpendi yule baba. Kwa hiyo sio kwamba alikuibia bwana wako, ila ni kwamba hukumpenda huyo mwanaume, alafu yeye akampenda. Lakini tu angekwambia. Na kuhusu issue ya Tolu, mimi hata sielewi, lakini nitahakikisha nakutana na wewe kabla ya ndoa. Rolly akashangaa, ndoa gani? Yaani ndoa ipi? Mama akasema si ya Tolu, na ndo maana nimekuja Lagos. Huu sasa ndo mama yake Tolu. Mama akashangaa sana, mabinti mbona wamefarakana sana, au kuna lingine ambalo silijui? Rolly akawa anajifanya yeye ndo mtendwa. Anti, wewe usijali. Unataka kula nini? Anti akasema hapana, nimekuletea tu samaki hapa, mimi naondoka. Kwa nini unaondoka? Mimi nadhani umekuja kukaa na mimi kwa siku 2 au 3. Kwenye hii nyumba? Hapana. Unaona hata sijaegemea hapa kwa sababu sitaki kuharibu mtu wako wa bei ghali. Kumbe hata anti anamjua bana. Akamwambia nitaenda tu kukaa sehemu ambayo Tolu katukodia mimi na mama yako. Anakuja wiki ijayo, kwa hiyo tutakaa huko kwa ajili ya harusi. Rolly akasema mamangu anakuja kwenye harusi na hatokaa nyumbani kwangu na wala hata hakuniambia. Hakukwambia? Ndio. Anti akasema Rolake, lini mara ya mwisho umeongea na mama yako? Rolly akakosa majibu. Kila akikupigia wewe unasema mimi sina hela. Kila akipiga, hata kama akiwa anataka kukusalimia tu maskini, wewe unasema una hela. Wewe umpigia, wewe ndo wa kwanza kupiga kelele kwamba hela una. Haya, ona sasa. Ifi kaondoka, Tolu kaondoka, mama yako anakuja Lagos lakini hatokaa kwako. Mama akamchana ukweli mweupe bila hata kumficha chochote. Na hii inaonekana imekuwa ni tabia yake ya muda mrefu. Kila mtu anamjua. Anti akagoma hata kusindikizwa wasije wakafika kwenye foleni, akaanza kulalamika kwamba mafuta yake yanaisha afu yeye ndo kasababisha foleni. Siku kadhaa mbele Tolu akaja hapa nyumbani. Rolly akaanza lawama zake kama kawaida yake. Tolu akamchana ukweli, uwezi ukawa unatupanda kichwani kila siku. Na akamtetea Ifi kwamba hana makosa yoyote kuwa na mahusiano na Collins. Rolly akasema alikuwa anampenda Collins kidogo lakini alikuwa anajifanya mgumu ili asipatikane kirahisi. Tolu mbavu ana muda huo. Kumbe waga unapenda bana. Yaani una upendo kabisa ndani yako. Rolake, huyo mwanaume kakufukuzia miaka mingi, lakini ukawa unamfanya kama mpuzi. Na kwa sababu ya hii tabia yako ndio maana sikukualika kabisa kwenye kuchumbiwa kwangu. Ndio. Rolly akaanza kuomba tu msamaha. Tolu akamuuliza na kwa nini mama yako haongei na wewe tena? Rolly akasema ni kwa sababu ya tabia yangu mbaya. Nitabadilika, naahidi. Tolu akamwambia nimekusikia, na akampatia kadi ya mwaliko aje tu kama mgeni mwalikwa, na kutakuwa na meza yake peke yake, hatokaa na mtu yoyote, asihusike na chochote kwenye harusi. Hayo maneno yalikuwa yanamuumiza sana Rolly. Anazidi kujijua tu kwamba yeye ni mbaya kiasi gani. Tolu akasema ngoja niwahi, Nelson anasubiri hapo nje. Yuko nje? Kwa nini hajaja ndani? Hakupendi ndio maana. Rolly akalia vibaya mno unaambiwa. Siku ya harusi ya Tolu, Ifi akaja kuongea na Rolly kwanza. Kabla hata hajajielezea, Rolly akaamua kujishusha kwanza na kuomba msamaha kwa kila kitu alichomfanyiaga hapo awali. Ifi akamsamehe na wakaelewana, wakakumbatiana, wakaanza na kucheka kabisa. Ifi akamwambia hatokaa tena peke yake kwenye harusi, yeye atakaa naye. Ifi akatoka kwenda kufungua geti waende zao harusini. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Misbehavior. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni story wako naitwa Iskonka. Tukutane kwenye video nyingine.